mkataba ulikuwa umefikia kikomo chake, na hapo ndio shida yangu ilianzia. Vile Osotsi amewaambia siku ile baba alikufa, mimi nataka niwaambie, niliamka asubuhi nimepata message naambiwa Amolo has left us. Nilijua hiyo siku shida zangu zitaanzia hapo. Wakora wakasema, wewe Sifuna, wewe ndio ulikuwa rafiki wa karibu wa Raila, enda umlete. Leo hiyo Oburu anasema baba alikuwa amechoka na mimi, na ni mimi walituma nimuendee kutoka India. Mbona Oburu hakuenda? Wewe si ni ndugu yake? Si unatuambia yeye was like your twin brother? Mbona hukumuendea? Mbona ni Sifuna alimuendea? Wanatudanganya hapa ati Junet ndiye alikuwa anaweka siri za baba. Kwa nini alitoroka kuendea baba? Kwa nini ni Sifuna alikuwa amuendee? Saa ile nimeenda kuleta baba yangu, wanakaa hapa Nairobi wananichongea visu, wananichorea, wanasema huyu Sifuna sasa mtetezi wake ameondoka, leo ndiye atatujua. Shida yangu na Osotsi ilianza siku ile baba alianga dunia, na nilisimama Bondo wakati wa mazishi wa baba, nikamwambia Mheshimiwa Raila ya kwamba mimi sitavunja chama chako cha ODM, wao ndio watanifukuza. Imefanyika haijafanyika? Nataka niseme leo nikiwa hapa Vihiga, tukitoka hapa tunataka tuingie Kisumu kesho, niambie baba niliweka ahadi yangu, sio mimi nimevunja chama cha ODM, ni wao wamenifukuza kutoka kwa chama cha ODM. Kwa hivyo nataka nyinyi mkane ngumu, kwa sababu watu wanaongea wanasema mambo ambayo baba aliwaambia. Anasema baba aliwaambia vitu kwa siri. Oburu anasema baba alikuwa amechoka na Sifuna. Nyinyi mnaamini hiyo maneno? Kwa nini tusisikie mambo ambayo baba mwenyewe alisema na kinywa chake mbele ya kila mtu? Baba alisema, who has told you? Who has told you? Who has told you? Who has told you that ODM is not a party that can field a presidential candidate in 2027? Munaona viongozi ambao wako hapa. Huyo ni baba ama si baba? Mumesikia sauti yake? Oburu, who has told you bwana? Who has told you? Who has told you ndio muingize maneno kwa mdomo ya baba? Kwa hivyo sisi tunataka tusimame imara kama wale ambao vijana baba alilea. Tunataka tuseme ya kwamba hatuwezi kuungana na mtu ambaye maadili yake haifanani na yetu. The reason I have rejected William Ruto is that his values and the values of ODM do not align. Sisi ndio chama cha ugatuzi, sisi ndio chama cha kutetea wananchi. Yeye kazi yake ni kunyanyasa na kuua wananchi. Haiwezekani tutembee safari na watu kama hao. Wangapi wanasema ODM na UDA hawafanani? Nione kwa mkono, nione kwa mkono. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Asante DJ. Saa ile wanatumia wahuni kupiga Osotsi kule Kisumu. Hapa Vihiga hali ya usalama imedorora, mpaka vijana wetu wa boda kila siku wanauliwa hapa. Kila siku Osotsi anakuja na statement kwenye Senate kuuliza kwa nini vijana wanauliwa hapa Vihiga. Pale katika eneo la kuchimba dhahabu kule Ramula kwa boda ya Siaya, wanazidi kuua vijana wetu, kuua mama yetu, kuua watu wetu, kwa sababu kampuni ya Kasongo inaitwa Shanta Gold wanajaribu kutunyang'anya mali yetu kwa nguvu. Haiwezekani, na sisi kama viongozi tutasema haiwezekani, si ndio? Jambo la mwisho, mimi nataka nifikishe hapa salamu za viongozi. Wa kwanza anaitwa Mheshimiwa Majimbo Kalasinga, ambaye ndio kiboko ya Weta pale Kabuchai. Amesafiri lakini yuko na sisi. Alafu kuna mwingine anaitwa Jack Wamboka. Nataka niwaambie wa Kenya, kwa sababu wengi wamesimama na Sifuna, wengi wamesimama na mwananchi, wote wanaandamwa. Walianza na huyu kijana anaitwa Anthony Kibagendi. Yuko wapi Kibagendi? Yuko wapi Kibagendi? Amesimama hapa nyuma. Kibagendi alifukuzwa bunge na Weta kwa sababu waliambia Weta kwamba bunge limetekwa nyara na Kasongo. Ni uongo hapa, ni ukweli hiyo? Si mnajua hiyo kila mtu? Sasa wewe fikiria ati kitu ambayo Kibagendi anasemea kwa soko hapa, ati Weta anamfuata mpaka kwa nyumba.
Weta anataka kuleta standing orders mpaka kwa bedroom ya Sifuna. Inawezekana kweli? Inawezekana. Ashindwe asishindwe?